Vipi, unaweza wakanukuu masharti ambayo mimi nilikwambia? Umekuwa ulipa masharti mengi, lakini miongoni mwa masharti ambayo nakumbuka la kwanza kabisa ulisema kwamba katika nyumba yako, nyumba zako zote, kamwe mpaka unakufa huwezi kumpangisha kiumbe kinachoitwa mwanaume. Jinsia ya kiume huwezi, never, kamwe. Never in your dead body. Hauwezi kumpangisha mwanaume. Unapenda tu vitoto vizuri. Saa sita, wenye shepu weupe, makureishu, Maarabu. Na hilo mimi ndio wanakuja wateja wangu wakubwa ndio hao. Na chingine ulisema hata kama mwanamke atakuwa hapa, atabakia kupata mume akaolewa. Yeye na mume wake huko kutana guest huko. Huko, so haila guest house huko. Lakini sio katika nyumba yako. Umenukuu vema na hiko ndicho ambacho mimi nilikwambia. Sasa kama unayakumbuka, mimi sina tatizo na wewe. Hata huyo binti ambaye unakwenda kuongea naye anataka kukaa hapa, hakikisha unamwambia kila kitu kuhusu nyumba hii. Na kama atashinda masharti yangu, usimlete hapa. Hauwezi kushinda, nimeshakwambia. Nimeshaambia bwana wewe, kwanza hivi na hivi na hivi na utampenda. Ni mweupe, shombe, na hana mtoto wala afikiri kupata mtoto. Mzuri kweli kweli. Basi bwana dalali, ila kuwa makini sana pesa isije. Jamani, vipi uko chooni? Hivi kuna nani huko? Manake sio kwa kujamba huko. Unaacha kujisaidia polepole kimya kimya. Wenzako wakijisaidia wanajisaidia kimya kimya. Kwanza kujisaidia starehe ni raha. Sasa wewe namna hiyo baba kitu gani? Utafikiri mibomu ya Ukraine utanipasulia choo changu kitapata ufa bwana. Mtihani ya dunia ni mingi na twanda, nikijiuliza sipati jibu, inazua tafarani mingine rawa. Misuko siku mchana, paka mingine inazua rawa. Tafara na tuelewane ndere tunagombana, na shida tamaa tumeumbiwa tuwezi kuzepuka. Tumuogope Mola, tutajibu nini kesho tukifika? Mitihani, dere mitihani, haituishi mitihani. Bosi! Ume mzima, unajinyoosha kabisa. Iko wapi hapa? Hapa upo Simbawanga, tena makaburini. Leo nimekukamata unawanga Vibonge wachawi. Wewe ni mchawi. Inabidi nikukamate nikupeleke polisi. Ndio tunawatafuta sisi huku watu kama nyinyi. Mashallah, mke wangu kwa sehemu nzuri. Dalali gani nikakuleta sehemu nzuri kama hii? Mashallah. Yaani sehemu ilivyo na wewe unaenda na fresh kabisa. Hata hivyo pia mimi ndio maana nimekuita hapa uje kupaona, lakini hapana. Inabidi wewe uondoke. Kwa nini? Sio kwamba nimekusamea vituko vyote ulivyofanya. Swali hilo. Kumbuka mke wangu. Nikumbuke nini? Niza mwana wangu hivyo. Mimi sihitaji matatizo kabisa na mkeo. Kwa naomba tu uondoke.
Mimi nimekuja kwa ajili yako. Mimi nipigie simu nije tafadhali. Jana mazumuni upaone. Najua nakupigia simu ndani. Kwa mimi sitaki matatizo na mkeo, naomba tu uondoke. Naomba nikwambie kitu. Mimi leo nabaki hapa. Najua mimi pia nakupenda. Ila tu sina jinsi. Mimi sio mchawi bwana shehe. Wachawi hadi vibonge? Tafadhali mimi sio mchawi. Koma. Unalukaje wewe? Nyanyuka twende polisi. Twende polisi. Wewe mchawi. Mimi sio mchawi. Kwanza nikwambie kitu kimoja, wewe ni muongo. Akili yangu isharudi, wewe ni muongo. Muongo tena sana, muongo wewe. Hapa tuko mtoni Mtongani hapa kwa Azizi Ali. Unaacha kujisaidia polepole kimya kimya. Wenzako wakijisaidia wanajisaidia kimya kimya. Kwanza kujisaidia starehe ni raha. Sasa wewe namna hiyo baba kitu gani? Utafikiri mibomu ya Ukraine utanipasulia choo changu kitapata ufa bwana. Mama, si bwana nimejambia huku sehemu ya stara jamani, kuja kujistiri. Unanifanyia hivyo mama. Unajua unaninyanyasa sasa jamani. Hivi huyu anaongea huko anajielewa kweli? Hebu toka huko. Kwanza nishakwambia, kabla mimi sijaingia huko, lazima mwe mnauliza mama ameingia bado. Kama hajaingia mnatulia mpaka niingie, ndio na wewe unaingia. Wewe mwanamke gani kwanza unajamba namna hiyo? Wewe vipi? Kama kuna wanaume hapa nje. Jamani mama. Punguza basi kutunyanyasa na hiyo choo chako. Jamani. Na kunyanyasa kitu gani mwanamke, huna hata aiba ya kike? Jenga chako, kupanga tu, kujenga. Sio ndio ukajenga ya kwako unye hata uko ndani, chumbani, sebleni. Mwangalie. Sura ngumu kwa ajili ya kujamba. Unakunya kwa kujikamua, sijui utafikia unakunya mawe. Paka mweusi mbwa buluu. Upe kaa ngwengwe. Unasema tuko Sumbawanga hii. Wewe umekuja wapi? Mimi tunakwambia ukweli, kama mimi nilikuwa nikumana na mke wangu najikuta niko hapa. Sasa kama uko mtoni nikupeleke ukaoge. Usinilala hapa makaburini. Kama nikilala makaburini mimi nakufunika. Si mchawi. Baba yako hapa. Mama, kibonge mchawi. Mchawi huyu. Mzee huyu ni mchawi. Amekuja kuloga hapa. Ndio nataka nizichukue nimpeleke polisi. Sio mchawi mzee, msikie sio mchawi. Huyu mchawi wao. Jamani, ya masharti mengine ndio pesa mnapata kwa staili kama hiyo. Ai. Nawezaje kupata usingizi mke wangu ikiwa hutaki kunisamehe? Naumia. Sasa hapo mpenzi, utapata usingizi naye. Napata usingizi mzuri kabisa. Sawa. Saizi baba. Shamba. Tabi samani, jamani mume wangu. Nimelala na mwenzangu ndani, mume wangu naona simuoni. Na mlango nimefunga.
Hata sielewi kwaje. Sasa wewe unaniuliza mimi habari za mwanaume wako, aliyakuwa mimi najua umepanga mwenyewe katika hii nyumba na huna mwanaume yoyote, unakuwa unanichanganya. Na wewe mwanaume ambaye unamzungumzia hapo amepotelea ndani, ni mtoto au mtu mzima? Ni mume wangu baba, namzungumzia mume wangu. Unaweza kuwa na mume lakini akawa mtoto. Sababu vizazi vya sasa hivi vinavijua. Kwa hiyo umepoteaje? Mimi sijui, tumelala mpaka asubuhi saa hizi na samaki simuoni mume wangu. Tena labda umemwona mlango peta kama kutoka ametokaje na mimi mlango nimefunga. Amepotea kimeujiza, sielewi babu, naomba unisaidie. Sasa unaposema uelewi unaomba nikusaidie, kwa hiyo mimi ndo naweza nikamrudisha? Mimi labda nikwambie kitu kimoja, wewe binti. Kama mwanaume wako amepotea na amepotelea ndani, basi wewe nenda kamtafute sehemu mbalimbali, makanisani, nenda kaulize, kuna misikiti, ukiomba msaada wa kutangaza, watatangaza, na kama atapatikana. Makanisani pia watatangaza, na ukishindwa basi uende kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, kuna mjumbe na watu wengine. Huyo mtu mzima ukiwaambia amepotea, wanaweza kumtafuta na wakampata. Na kama utashindwa akamtafute ndani, utampata. Ndio kwanza asubuhi utayaona mengi katika hii nyumba, sababu umevunja mwenye masharti. Haya mambo hayavumiliki, hayanaga komando. Lakini sasa huna jinsi tena, haswa kwa hizi nyumba zetu za Uswahilini, hizi nyumba za 50 kweusi. Nikikwambia sipapendi Uswahilini, sitaki kukaa Uswahilini, huo unanielewa. Mambo yenyewe ndo kama hayo. Yaani kusema ukweli, mimi ile nyumba nimeshachoka. Ni vile tu sina hela, lakini yule mama ana mdomo, mama anaongea yule, yaani una hata raha mule ndani. Jamani, nimechoka, nataka nihame. Hakuna ndugu yangu, kikubwa ni uvumilivu. Wewe vumilia. Sasa utafanyaje? Utaenda wapi? Huna hela. Maana kunatakiwa hela. Pesa ndo muhimu kwenye kila kitu. Hela unaenda wapi? Vumilia tu, una namna. Ile nyumba imenifika hapa, siwezi tena. Sawa, isingekuwa mwanaume wangu au shemeji yako yule nayekaa naye pale, ningekwambia basi toka huko uje tukae wote, lakini nashindwa. Mwanaume wangu nampeleka wapi? Twenda kukaa wapi? Ila nakuonea huruma, la kufanya tu ndo sina. Sawa, nimekuelewa. Nitajitahidi, sina namna. Ila yule mama yataka moto. Wale watu ambao wanataka kuona Tini na Lingo ndio tupo kwenye hii series. Tini huyo hapa, Lingo ile ya nyani kwa mara ya kwanza, yani na mwingine tena unaona na tembo yuko huyo hapa, na waje kwa mara ya kwanza namuona kwenye series. Jamani, nimemwona tembo yani anacheza kama Tipa. Naambia Tipa mwanangu mmoja tu Sam Wong hatari, nyuma waje kiboko kama Sam Wong. Unaelewa swala ya usuruti ikaleta. Ready balafu mwanangu, step by and action ya ramani lango. Let's go. Kako kabisa. Au kapo. Kapo. Nini shida? Hapo vizuri tu. Fresh eh? Shusha kidogo kwa chini. Ready? Action. Haima pale. Wewe hebu tulia. Mjumbe. Bwana nini shida? Wewe acha tu ndugu yangu kwanza sio yupo.